Dunia ya uchumi wa kati imebadilika sana. Zamani mifumo mingi ya pesa, biashara, uwekezaji ilikuwa ikitegemea taasisi ya kati, kwa mfano benki, kampuni, watu wa kati, mawakala na mifumo ambayo mara nyingi mtumiaji wa mwisho haoni kitu ambacho kinaendelea ndani. Mifumo hiyo imetusaidia sana kwa muda mrefu, lakini dunia ya sasa imeanza kuingia katika hatua mpya. Leo kuna teknolojia kama blockchain, DeFi, artificial intelligence zinaanza kubadilisha namna watu wanaweza kuangalia pesa, uwekezaji na mifumo ya fedha. Unapaswa kujiuliza, je, dunia imebadilika kweli au haibadiliki? Na kama inabadilika, je, uko tayari kujifunza mifumo mipya ambayo imekuja kulingana na mabadiliko hayo ya teknolojia? Horizon Protocol imejengwa ndani ya mtazamo huo mpya wa uchumi wa kidigitali. Kwa lugha rahisi, Horizon ni mfumo wa decentralized financial unaotumia blockchain, smart contract na automation kuendesha shughuli zake kwa uwazi na uweredi mkubwa. Tofauti na mifumo mingine ya kawaida, Horizon haijengwi na mtu mmoja, bosi mmoja au CEO anayekaa katikati kubadilisha kila kitu kwa matakwa yake. Ila Horizon mfumo wake umejengwa kwa blockchain na smart contract ambazo ndio zinasimamia rules za mfumo. Hapo ndipo tunaona umuhimu wa blockchain. Blockchain inaweka wazi, smart contract inasimamia zile sheria ambazo zinawekwa kwenye mfumo, na DeFi inaleta mfumo ambao huhitaji kutegemea mtu mmoja katikati ili kila kitu kifanyike. Horizon ni nini? Ni mfumo uliounganisha teknolojia kubwa mbili ambazo ni decentralized finance na artificial intelligence. Dunia inaenda kwenye mifumo ambayo inatumia automation, data na smart system na AI kuongeza ufanisi wa mfumo. Ndani ya Horizon kuna staking contract, ni mfumo wa bondi au fixed deposit. Hizi staking contract zenyewe zinalipa kutokana na kitu kinachoitwa APY, annual percentage yield. Hii ni asilimia ya mavuno ndani ya mwaka. Zipo options zinaweza kuonesha APY kubwa au ndogo, kuanzia APY 200% mpaka 1400% kwa mwaka. Inategemeana na aina ya mkataba wa contract husika, lakini jambo muhimu sana kulielewa ni APY ni hesabu ya mfumo, sio sababu ya mtu kuingia kwenye mfumo. Kabla hujaanza kuwekeza kwenye mifumo hii, angalia return. Lazima uelewe mfumo, uelewe risk, smart contract, liquidity, price mechanism na mifumo namna inavyojiendesha. Kwa upande wa usalama, mfumo wa Horizon umejengwa kwa kutumia smart contract ambazo zipo kwenye blockchain. Hii inamaanisha taarifa nyingi zinaweza kuonekana wazi na zinaweza kufuatilia mfumo kwa ukaribu. Umeundwa kwa mechanism ya kusaidia price control, kupunguza pressure kwenye bei na kusimamia mzunguko wa token kwa mpangilio mzuri. Kikubwa kinachovutia zaidi ni kwamba contract ya Horizon iko renounced. Ikiwa na maana contract iko renounced, maana yake ni kwamba udhibiti au kubadilisha taarifa au sehemu ya kitu chochote kwenye contract kwa mtu binafsi haiwezekani, kwa sababu tayari yule mmiliki wa awali ambaye alihusika kwenye ujenzi wa mradi ameshajiondoa. Sio mmiliki tena, anabaki kuwa mtumiaji kama watumiaji wengine. Na ukweli usiopingika kwenye masuala yote ya biashara na uwekezaji, swala la riski ni jambo la kawaida kwenye kila biashara, ila riski tunayoiona kwenye Horizon ni riski inayojihusisha kwenye masuala ya matumizi. Hii ni product. Kama watumiaji wataendelea kuitumia, hakutakuwa na riski yoyote ambayo tutakayoiona, ila kama watumiaji wataacha kuitumia hii product, hupoteza thamani na kuna hatari ya tokeni yake kupoteza thamani sokoni. Ndio maana ushauri wangu sasa, kabla hujaanza kuwekeza kwenye mifumo hii, jifunze kwanza, elewa kwanza, uliza maswali, ujilizishe. Baada ya hapo, maamuzi yatakuja baada ya kuwa na uelewa kuhusu hii mifumo. Faida kubwa ya kuanza Horizon si kuangalia tu return, kuangalia faida za pesa moja kwa moja. Faida ya kwanza ni kuelewa mfumo, kuangalia dunia inaelekea wapi, kuhakikisha unaijua blockchain inavyofanya kazi, smart contract na staking ni nini, APY inaeleweka vipi, na mifumo kama ya AI inawezaje kusimamia masuala ya fedha. Mtu anayejifunza mapema huwa na nafasi ya kuiona fursa mapema, sababu dunia inapoelekea, tunaenda kwenye dunia ambayo tunaenda kwenye mifumo zaidi kuliko kutegemea wanadamu. Kitu kikubwa cha kwanza ni kuendelea kujifunza mifumo ambayo inajihusisha na masuala ya teknolojia. Dunia inakwenda kasi sana, ni lazima tukubaliane nayo na tuendane na mifumo na ni nini dunia inahitaji kwa wakati huu. Kwa hiyo kama umesikiliza video hii, tambua kwamba ni muda wa kuanza kuitambua hii mifumo na kuwekeza nguvu kubwa kwenye
kuelewa, kujifunza na kuhakikisha namna utaweza kuingia kwenye mifumo hii. Kama ungependa kuelewa zaidi, karibu tuzungumze kwa kina na uweze kujifunza na uweze kujua hatua kwa hatua Horizon ni nini na inafanyaje kazi, smart contract ni nini na zina maana gani na zinafanyaje kazi, stikeni zinaendaje, riski zake ni zipi, na namna salama ya kuanza kujifunza bila presha. Kanuni sahihi kwenye hii mifumo ni elimu kwanza, maamuzi baadaye. Karibu sana kwa maongezi ya kina.